Yapo maneno yanasema, la tansa fadla man waqafa ma'aka fi shidda fashukru yajlibu albaraka, kwamba usisahau fadhila kwa wale waliokusaidia wakati wa dhiki, kwani shukurani huleta baraka. Maana ya maneno haya ni kwamba mtu anayesimama na wewe wakati wa shida, basi anayo haki ya kukumbukwa, lakini vile vile kuheshimiwa na kushukuriwa hata baada ya hali kubadilika. Maneno haya vile vile yanatufundisha kwamba shukurani na uaminifu wa moyo ni katika mambo ambayo yanafaa sana, na ni katika mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha tuliyokuwa nayo. Watu wengi humkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale wanapokuwa na shida, lakini vile vile huwakumbuka watu pale wanapohitaji msaada. Lakini shida hiyo ikiondoka, basi moyo na mioyo yao hubadilika na sauti zao hupungua na shukurani hutoweka kabisa katika midomo yao. Muislamu wa kweli hakati tamaa ya shukurani, kwani anajua kuwa aliyemsaidia ni sababu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyemsaidia kihakikatan, kwani mtu huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuweka kama msaada huo umfikie kwake yeye. Kumsahau aliyekusaidia ni dalili ya kufifia kwa shukurani, kwani shukurani ama kuacha kwa shukurani ni mlango wa kuondoka kwa baraka. Mwenye shukurani huongezewa, na mwenye kusahau shukurani, basi baraka hizo huondokewa katika maisha yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha kuwa baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, pale aliposema katika suratu Ibrahim kwamba la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid, kwamba mkinishukuru nitawazidishia na mkinikufuru basi adhabu yangu ni kali mno. Aya hii inaweka kanuni ya maisha kwamba shukrani ni sababu ya kuongezewa neema, lakini na kukufuru ama kuto kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya kuondolewa kwa neema. Lakini vile vile shukrani si kwa Mwenyezi Mungu tu kwa kutumia ulimi pekee, la, bali shukrani ya kweli ni ile shukrani inayoambatana na vitendo, kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya yale yote anayoyaridhia na kuyapenda, lakini vile vile na kutokuwasahau wale waliokusaidia wakati wa shida. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwa kutukumbusha, man la yashkurin nas la yashkurillah, kwamba yule asiyewashukuru watu basi hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumshukuru. Hadithi hii amepokea al-Imamu Ahmad na al-Imamu Tirmidhi. Hadithi hii inaonyesha kuwa kumshukuru ama kuwashukuru watu ni sehemu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kudai unamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala huku ukiwasahau wale waliokusaidia kwa mapenzi na kwenye wakati wa shida. Lakini shukurani ya kweli inayo mizizi moyoni na huonekana katika matendo. Hivyo kama ulivyokuwa dhaifu jana, basi usiwe mwenye kiburi leo. Kama ulilala jana ukiomba msaada, basi usisahau leo pale ulipocheka kwa faraja. Wale kushika mkono gizani vile vile wasisahaulike wakati ukiwa kwenye mwangaza. Kumbuka, shukrani hujenga uaminifu, lakini uaminifu huleta baraka, na baraka hudumisha neema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie nyoyo zenye shukrani na kumbukumbu njema kwa wale waliotutendea wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.